nakupigia. Very stupid. What is this? Samani. Sija kusudia bosi samani. Hivi unajua thamani ya kazi uliovunja? Yeah? Samani. I bought 300,000 Dubai. Ndio. Sawa. Kwa shida nini? Nimekwambia IST 10. IST 10. Ndio naelewa. Ila changanya rangi. Hapo makini sana kwenye problem. Sisi 50,000 is 50,000 kilometers ano. Bwana, hebu nielewe. Paso gari za walimu, paso na nini nimekwambia IST new model 10. Paso siweke hata moja. Pesa mchape fukara. Pesa mchape fukara. Sawa. Be serious, man. Be serious. Wait, nakuja. Very stupid. What is this? Samani. Sija kusudia bosi samani. Hivi unajua thamani ya kazi uliovunja? Yeah? Samani. I bought 300,000 Dubai. Sasa hii ndio tabu ya kufanya kazi hata hapo usijielewi under 20. Unafanya kumbavu gani? Samani atosha nini? Unajua thamani ya kazi uliovunja? Kumbavu. Angalia. Ona. Wewe unamletea mpumbavu huyu. Check. I told you before. Baba, nilikuwa nataka wafanye kazi ambao overage. Sasa unaleta hivi under 20. Check amevunja klasi yangu. Ndio kama sasa hivi. Ni class ni hapa hapa. Good enough. Kijana usicheke. Good enough, you know the price of this class. I bought from Dubai. 300,000. Unajua vizuri, akani ujinga wewe. Naelewa. Zebaki ngapi kwa hizi glass? Zebaki ngapi? Nataka kuzijua sasa zebaki ngapi. Ndio maana yake ya kwanza kugonja. Unajua kuna kumvumilia. No. Huyu ujinga. Toka hapa, toka kumbafu. Toka haraka. Sitaki kuona. No. Hii sasa ndio ni binti kutoka Mpigi, wewe Mpigi, si wewe Mpigi wachawi kule wanaanza kwa kumbavu hapa. Sawa. Kaka. Sawa. Nimeeleza mara moja tu. Nataka usikosa. Na la kwanza My young brother. Look at yourself. Wasemaje? Kuvunja bafu. Ifajiri kwa nini ndio? Isko. Mpatoka kana weke ni. Jamaa bwana. Na nini unafanya nini hapa? Au mbele si grupo ni? Nifupa. Nenda kitini kule. Ba. Toka. Roho. Ngome kama mbili. Wewe, ndio sasa. Wewe una bahati leo. Maswali yangu hayako vizuri. Rudia tena siku nyingine bombavu. Wenzangu wanaoga maji, mimi naoga matusi. Sawa. Sabuni la magadi unasugulia mti vibaya.
Nzuri. Poa. Vipi, mbona uko na furaha? Mama Fish alinambia sikutaka kumsikia, mapenzi siwezi tafute. Mbona umerudi mapema sana kutoka kazi? Sasa kwa hiyo mzee wangu nimesha. Unajua kuna watu hata kufanya kitu gani mtao. Hawezi kuthamini juhudi zako. Yaani basi imagine unapambana sana kuhakikisha kwamba wenzako wanakuwa na maisha mazuri. Hapo mwisho wa siku ile tunaona kama kuna thamani yote. Ni kama kushula vyuma kwa maana thamani ya kwenda kuoshea. Kama unaweza kutupa kitu chochote. Ruma soma hizi ndio. Hata juzi nilisema swali kwa kisi. Ni kama kuna pesa zimepotea. Na kwa jinsi hivi ni kama mimi ndio mtu pekee ambaye naweza nikafuatilia nikajua nani amechukua hizo pesa. Lakini mimi nikafuata uchunguzi wangu. Nikafuatilia mwisho wa siku nikaja kuondoa kwamba wanahusika. Wengine ni mabradha ambao nimewakuta pale ofisini. Mimi nikafuata direct. Nikaelekeza kwamba nifanya hiki na hiki. Vizuri. Lakini wakaniambia pale kwamba sifikishe kwa bosi. Kwa sio tutakiwa nataka kuelewana kwa masuala hatari sababu nani na familia. Hebu kwanza. Usitaki kuniambia kama unafanya kazi. Kwa niambiwa mimi inabidi nisomeshwe kazi kwa muda ambao umejulikana na sitapiga chochote mpaka muda huo. Yaani kufupi kwamba sitapewa pesa aina yoyote mpaka uchunguzi utakapokamilika. Yaani kwa ficha kwangu watu ndio vitu ambavyo vinatokea sasa hivi. Yaani naona wanapeleka shedi kwa bosi kwa mimi mzembe. Sijafanya majukumu yangu kwa sawa. Kwa siku ni kama ishapoteza usomo mpaka shedi kamilika. Ndio kamilika leo. Unasionekana ofisini. Da. Pole sana. Lakini usione sana. Mungu atafungua milango. Najua ni mapito tu ya dunia. Yaani kinachoongeza kichwa mtu wangu kutulia. Tulimwadi mama. Tutamtumia pesa kwa ajili ya kalimisha. Ila siku zinakaribia kufika. Ili nimtumie. Nafikiri na niwaje simu kumwelekeza kama mimi nitapishwa kazi. Kingine wewe ni mzuri. Na kutunza sana kazi. Kuhusu mama usijali. Nitaongea naye. Mama atanielewa. Utaelewa? Na kuhusu mimi naelewa. Raha sikutajia kama na furaha ya simu. Nakupenda pia. Kwenye mapenzi aliupiga mwingi, nilitaka nikwaga nipige, kanilambisha asali. Unasikiza kwa makini. Ndugu wako analeta zawao, si ndio? Sasa hivi saa ngapi? Afu sio kawaida yake. Sio kawaida yake, si ndio? Unaona unamdekeza. Nikikwambia hapo unaona mimi naongea sana. Ila nakwambia kama kakaangu. Unaona unamdekeza. Nadhani anapitia changamoto. Sio ubaya wake anauleta hapa. Sasa tulia leo uone. Sasa tu. Wewe tulia. Wewe shule. Wewe unaongea na yeye?
Ndio hapa. Tunaongea naye nakuuliza. Umetoka wapi sasa? Umeanza mara yako, si ndio? Umeanza mara yako nakuuliza. Wewe nakuuliza wewe. Sasa hivi saa ngapi? Sikiza basi. Tulia. Sasa hivi saa ngapi? Njoo, ngoja nakuangalia. Tulia, ngoja tulia. Ngoja kwanza. Ngoja nisikiza kwa nini? Niangalie kwanza. Umetoka wapi sasa hivi? Basi nakuuliza wewe. Ashura. Kuna kufukuza kazi? Sababu ya kufukuza wewe kazi ni nini? Sababu ya kufukuza wewe kazi ni nini? Unaona kazi hiyo? Eti glasi. Basi na wewe unafukuza kazi ya glasi. Hivi mbona glasi mbona unamwendekeza? Simuelekeze, naomba usikilize. Naomba sasa ushaanza kunikosea mimi pia, umeelewa? Nakosea nini? Umenikosea, univunjia heshima. Huyu mimi ni mdogo wangu, ni mdogo wetu huyu, umeona? Tunaongea naye taratibu. Glasi. Umeelewa? Mabosi ndivyo walivyo, wana roho mbaya sana. Hata kama polisi kijiko, ana haki ya kufukuza wewe kazi kwa sababu wewe hujui. Sio vizuri. Endapo huyu ni mdogo wetu. Ni mdogo wetu wa mwisho. Una mameneje huyu? Kirahisi glasi tu. Sasa sikiliza. Kimisha. Mimi nitakuja kukuvuruga na wewe. Naomba nielewe. Kwani acheni kwanza mambo yangu. Kuanzia kesho asubuhi. Mguu wako, mguu wangu. Mpaka kwa bosi wako. Maana mabosi ndivyo walivyo. Wana roho mbaya sana. Baba tusiende. Tumwache tu Mungu. Mimi lazima niende kesho asubuhi mimi na wewe. Atalipa Mungu. Mungu wa nini? Ni haki yako, umejuma mshahara kisa glasi. Inanuma sana. Inanumiza sana mimi. Ndio vizuri. Endapo wewe tu uko mjini unayesikia hivi. Vipi wafanyakazi wanatoka vijijini kuja mjini? Wanatisika kiasi gani? Sitokubaliana kwa mdogo wangu. La kesho tutatoka mbele tu. Inawezekana. Bwana wewe nakuja. Wewe, asira baba. Mama sikiliza. Wewe unamjua mjui? Wewe unamjua mjui? Namjua bwana kuna. Sasa shida ni nini? Kama unamjua wewe, imeisha hiyo. Brother, usiwezi kuogopi. Japo kwa urefu wako mimi ni mfupi. Wewe. Sikiliza. Wewe tulia. Unasikiliza? Wewe tulia sawa. Wewe ndugu yangu unaenda wapi sasa ndugu yangu wewe? Wewe. Unanichanganya. Subiri kama unacheza na bosi tuseme. Bosi wako yuko wapi? Unacheza bosi wako yuko wapi? Kuna heshima ndugu yangu, nipa za watu hizi. Sasa nipigie bosi wako. Sina ndapa. Nataka nipigie bosi wako. Sasa usidogulie. Nikuwa pole. Muje sasa bosi wako. Kama nilivyofanyaga hivi sio? Niulize nimefanyaga hizo tabia. Nataka nipigie bosi wako. Sasa natetea haki yangu hapa. Atiako vipi? Ndugu wangu wewe umemfukuza kama mbwa. Kisa kuja glasi. Namuhitaji bosi wako. Niko hapa nje stoki. Sikiza ndugu wangu, usinieleze hizo nimefanya nimeisha. Namtaka bosi wako. Wewe. Usini. Kuna shida gani nje huko? Unasikia makelele. Bwana bro, umevamia nyumbani kwangu. Mifupa. Nini shida gani? Sikiliza bro. Niko na binti. Sikiliza bro. Mimi sijaja kupiga ngonjera. Na kama usikiza vizuri, usipize kelele, subiri. Mwasikia? Usiongea. Huyu ni mdogo wangu. Hebu subiri. Wamefanya kazi kwa miezi 6. Mpaka sasa hivi hapa analia. Hebu nisikilize kwanza. Kwanza unapaza sauti kwenye nyumba yangu. Hivi unajiliwa mwenyewe. Uko katika nyumba yangu hapa. Alafu unapiga mikelele nini unaongea unavyotaka. Hivi ulichokifanya wewe unaona ni sahihi? Hebu nisikilize. Nisikilize. Wewe kama wakusikiliza. Nisikilize. Unaonekana kijana mwenye nguvu, sio? Lakini kama wewe ulikuwa una uwezo, kwa nini umlete binti wako afanye kazi kwangu? Na wakati naingia naye contract, listen, nisikilize. Nisikilize huko kwangu hapa. Hata kumbavu, unasikia? Nisikilize. Huyu ni mdogo wako sio? Huyu ni mdogo wangu. Hii ndio tabu ya. Sura nielewa vizuri. Subiri. Hii ndio tabu ya
kupata kufanya kazi kutoka Mbweni mpige. Sasa mimi hapa choka mpaka nipate yake ya mdogo wangu. Mifupa. Sio leo vizuri. Mifupa. Yes. Hizi takataka sitaki kuziona. Naingia. Hivi mifupa. Ule bosi wako, bosi gani bosi wako eh? Bosi anaona. Hebu acha kama. Toka. Kwa chafu. Hapo ndio kazi unaona. Unaingia hapo unafika hapo mlizigani. Toka nao sasa. Ondoka nao. Au kazi jinga mrefu pafia akili una kumbao. Sikiza mwana. Mimi nitarudi. Mwangalie. Mrefu kama mwangalie vile mpuzi. Sawa. Aga. Ududu. Ogo kubwa. Makonokono. Jesus kazi. Okay, sasa. Unajua toka umekuja hapa mwanangu. Salamu zimekuwa nyingi sana. Sijajua umekuja na nini mzee. Wangu. Nacheka basi. Kemo. Aisha mwenyewe unajua vile sana tunaendelea mpaka sasa hivi. Usiana na kaka. Ukiacha tu mimi na plus. Jinsi ninavyoishi na wafanya kazi. Wewe uko kwa ile Aisha yule nani yule demo wa kufikia Ashura. Yule. Lengo la kufuata wewe. Naomba unisaidie. Mimi kwa kweli ni mwanangu unajua. Angekuwa kaka yako mimi ningempa vipengele. Lakini kwa sababu ni mwanangu, okay. So shida kwangu. Lakini nifanya kazi gani ambayo unamhitaji, labda wa kiume, wa kike, mbibi, mzee, mdada, mtoto? Aga. Ududu. Kama ujue bwana. Jesus kazi. Sasa mwanangu, issue kwa hivi. Tafuta mfanya kazi binti. Msichana wa makamu. Sasa unagula nini? Kaka yako ndo kasema nimtafute msichana au wewe? Mimi si ndo nimekufuata. Na mimi si ndo nakupa maelekezo. Fuata ninachosema mimi. Okay? Baridi Leo ama kesho. Mwisho kabisa mchongo wako ni nini? Kaka alikuwa anamhitaji kesho. Lakini kama itakuwa kwa leo itapendeza zaidi. Kwa mwanangu. Sawa, sasa afu mwingine haina mambo ya tawasiliana au si? Aga. Ududu. Nimetemende na midudu fulani. Jesus cousin. Ogo kubwa. Okay. Sasa mwanangu sikia. Fanya hivyo, chapa. Basi ngoja nimalizie kwanza kufanya mchongo hapa. Nikimaliza nitakufuata. Poa chapa. Wewe una ufundi gani baba? Tuachie nyezi kazi. Beta nimepitia long time sasa. Fanya hivi. Narudi. Tuongea vizuri hapa. Shafulia wewe. Tuongea vizuri bro. Bwana Anita, wewe ni rafiki yangu. Na haimaanishi kwamba sina marafiki wengine wa kike. Hapana. Lakini nimekufuata wewe kwa sababu wewe ni rafiki yangu muda mrefu sana. Tumesoma wote, so I know you well. Kwa hiyo nitaidi basi. Kwa mambo uwezavyo tuweze kufanya hii kazi. Lakini vipi kuhusu mshahara? Mshahara na pesa siwezi kuongea sana, lakini namwamini sana bosi wangu. Ana mbambamba, utaenjoy. Najua siwezi kukuchukua rafiki yangu kama wewe nikakupeleka katika hatari hata siku moja. Okay. Basi mimi ndani ila wasiliana. Okay. Mama Fisha alinambia sikutaka kumsikia, mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu alinambia sikutaka kumsikia,
Dadi mapenzi wewe zitafuta noti. Oh. Mpenzi sana pale nje nani? Rafiki yangu kwenye gari. Nyumbani hapa tunashinda kuja nyumbani kusalimia. Mkome kitu gani pale nje? Nilikuwa naongea naye tu kuhusu masuala ya kazi. Hivi wewe una cheti gani? Una CV ipi? Wewe unasomea nini? Hivi Anita, mbona utakunitia hivyo bali uko njiani pale bila tuangapo je kama kwa mtu usoma na mtu kwenye namba rafiki yako. Mwaka ngapi niko na wewe? Sio juma rafiki zako. Wewe rafiki zangu wajui. Wewe unaonyesha pale nje. Lakini usijibu. Pale ni ofisi ile. Kwa nini usiingie ofisini? Ah sawa basi. Kwa nini si nyumbani kasimama pale? Ingia sana na mwamba wana kazi, wanakuwa wanagubu, si ndivyo? Natolea macho tu. Mungu, naomba basi tukaongee nyumbani. Kwa mtu kwa wapi? Changu langu. Utachizi? Naomba tukaongee ndani, hapo tutajaza watu. Sasa hivi unajua kama kuna watu wasoma pale? Hivi kabila gani wewe moyo, mbona king'ang'anizi? Mzaramo Mgindo Mpogoro, mbona king'ang'anizi? Yataniua, yataniua, misi hawezi mapenzi, yataniua, yataniua, yataniua. Mama. Naomba mwanamke tuongee. Oh, kuna ushapita mwaka bado usofulari. Mmoja tuongee, unafika hapo unakaa chini unamaanisha nini sasa wao? Sio lao. Sina kumbuka yule nilikwambia kuhusu kazi. Kwa hiyo masuala gani ambayo bado hajaisha yanaendelea? Yaani kwa nyumbani kitu kidogo tu sio? Kusikia. Nilikuwa naomba niende nikafanye kazi. Anita. Tangu. Baada ya tuzungumzie. Sawa? Hivi kabisa kwamba wewe kuuza ukafanya kazi. Alafu mimi nakaa nyumbani na wewe, sio? Maana yake wewe unaenda kufanya kazi kule, yule mabili nafagia na shavemu na pika, sio? Sijamaanisha hivyo. Anita, kukosa kwangu mimi kazi kwa siku chache haimaanishi kwamba wewe ndio uhangaike. Ili swala la muda tu mimi nitapata kazi. Sasa ni nini unachokifanya? Mimi niruhusu niende nikafanye kazi kwa muda ambao utakuwepo. Afu nikishakuwa sawa, mimi nitabaki nyumbani. Unasikia kitu kimoja tu. Yaani haimaanishi mimi nakukataza labda kwamba mimi sitaki ukafanye kazi. Sio hivyo. Yasha ni kitu kimoja. Wewe jiangalie jinsi ulivyo. Jiangalie jinsi ulivyo. Mbona uko nzuri? Sio kwa sababu ya wivu. Lakini ungekuwa wewe ungeruhusu kweli mtaka kufanya kazi ndani kweli. Ningeruhusu kutokana na changamoto zilizopo. Gani wewe moyo, mbona king'ang'anizi? Mzaramo Mgindo Mpogoro, mbona king'ang'anizi? Yataniua. Mimi nakuruhusu kufanya kazi. Lakini kwa sharti
au mawili au matatu hata zaidi. Kitu cha kwanza, fuata kilichokupeleka kazini. Sio kama sikuamini, ila shida kazi ambayo kuifanya, kwa sababu mimi sikuoni kule, sijui pita mazingira gani na uko mbali na mimi. Cha pili, nitaendelea kurudi. Imani kwa jukumu lako nyumbani, najua kwa umechoka, lakini jitahidi. Sawa. Asante basi. Unashajiandaa na ndoto? Ndio, nimeshajiandaa. Kama ingi hata. Nasikia. Hebu tunaje hapo? Ndio nimeshajiandaa sana. Mpema sasa. Oh, Anita. Mambo ni? Safi. Sasa mmoja ni. Ndio. Okay. Nenda shafika. Karibu. Akili nataka moyo hakubali, unatapatapa ona ushapita mwaka bado usofulari, nini umepatwa moyo wangu kwenye mapenzi aliupiga mwingi, ninitakachwa ni kwa gani pingi, kanilambisha asali yake nyingi, kanimaliza kabisa, kanimalizaga mama we mzee wa Jesus kazi aga dogo kubwa maududu mamendemende makonokono mafunza. Okay, sasa Anita, huyu ni mmoja kati ya familia ya boss. Ni short, ni boss ndogo, ndio wake na boss. Kwa hivyo utakuwa naye hapa naenda mwingine kwa msio kwamba sawa. Bwana Jesus kazi chumvi. Sasa hii ndio ile kazi ambayo nilipatia. Huyu ndio anasema kazi. Ndio kwa naye hapa. Hata na maana shida. Karibu sana na ila kiacho hivyo kuna mabosi mwingine mimi sikafahamu. Sio bosi wako. Wewe bosi. Najiplaudi sana mambo. Au basi. Natisi. Maana Jesus kazi. Basi. Mimi nina mambo mengine huko. Basi kwa mimi niko na vitu namalizia hapa. Tupata muda tuongea vitu. Karibu sana. Karibu. Kuwa huru sio kwa nyumbani. Sasa ngoja basi nimuoneshe maeneo na mazingira jikoni, chumbani. Mzaramo mgindo mpogoro, mbona king'ang'anizi ataniua, misi hawezi mapenzi hata ni sawa.
Yesko. Naam. Niambie mdogo wangu. Sina kusema nini. Tupo tu. Tupo tu. Kama kuna business yoyote nataka unipatie taji. Business gani? Kwanza mchongo. Pia. The expert is very Canada. Alisaka sana. Kama gani kwa huko? Sasa sio nirudi hapa. Nipote. Au sikeli wetu samaki wa bichi ya tamani tena. Sio mkilisha. Hivi kabila gani wewe moyo, mbona king'ang'anizi, Mzaramo Mgindo Mpogo. Hivyo nataka nini? Wow. Unaweza kufuata hapa pili. Napenda nipate. Changanya ndogo. Akili nataka moyo hakubali. Wewe unajua kuzalisha hivyo. Unabadilisha hivyo wewe. Acha utacha umuhimu unaenda kale. Mpaka kupiga boti kwa kitu. Kama mimi sistahili kukaribishwa jamani. Ndio sasa mimi bodi sio boss. Sasa kama utashiba na ile ofisi lako. Hivi kabila gani wewe moyo, mbona king'ang'ani? Anita. Emjo. Kwenye mapenzi aliupiga mwingi. Nilitaka njoni kwa gani pingi. Kanilambisha asali yake nyingi akanimalizaga. Kanimaliza kabisa. Kanimalizaga. Mama we akwaga na choyo, alinipa mimi shamba lake lote kulima, akanipa na moyo nilimuamini, nikazama mazima. Mbona kuna kuja cha kuopa kuvipi? Tenki liko full. Dayati wapi ndio rasmi nazidi kuwa kubwa hilo. Nataka niwe na kitambi cha kusukumia steering kwenye gari. Moyo sukuma damu, kishindwa sukuma chapati. Sije nikausha damu, nishasema mapenzi sitaki. Unapenda vitamu, unajifanya mswati. Yana faida gani hayo, yalimshinda Bugatti Manara. Hivi kabila gani wewe moyo, mbona king'ang'ani? Bondogo. Naam. Kitu cha nazi. Yeah. For the first time very interesting. Kwa sababu kuna mpira kumfikia sana binti na kisha ya mbigi. Anita, jo. Anita. Jo. Vipi? Hayakuhusu. Kimya. Hayakuhusu haya. Hivi. Sogea hapa. Keep quiet. Ndio niambie nijue shida ni nini? Sogea. Hivi wewe ndio unapenda chakula? Can you test this please? Nataka utest. Test. Hapo sio mjinga. Niambie. Unataka kunyoa kwa safura, chumvi uweka kibao kwenye chakula. Ina maana cheki wakati unapika jikoni. Kwamba kuna chumvi kiasi gani? Afu wewe ndio unamsifia huyo. Kama ndo mpishi mzuri nini? Chakula hichi. Ni bahati mbaya tunakula. Inatokea mkono kuteleza bro. What's the problem? Mbona tunachukua mbaya hivi? Nini shida? Hujipika? Unajisikia wewe nikusamia kivipi sasa? Hebu chukua chafua, toka mbaya. Toka chafua.
Mimi natoka kidogo. Sawa. Asipesharibika yeye. Na huyu bwana mazungumzo. James kama akija, angalia check kwenye simu. Sawa. Alinambia sikutaka kumsikia, mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu alinambia sikutaka kumsikia, dadi mapenzi siwezi tafuta noti. Moyo sukuma damu, kishindwa sukuma chapati. Kulikoni? Mbona kaa huku peke yako alafu kama una huzuni? Ama nilo tukio pale mezani, si ndio? Nisikilize Anita. Unajua siku zote binadamu katika maisha yetu tumeambiwa kukosea. Sinaelewa. Kwa hiyo kukosea ni jambo la kawaida kwa binadamu yoyote yule. Sawa. Namuelewa kaka kwa nini anasema vile na kwa nini alikuwa hivyo. Kweli chakula kilikuwa na chumvi lakini kuwa huru. Ondoa wasiwasi. Kukosea ni jambo la kawaida. Sinaelewa. Kama utakuwa na lolote, utakuwa na shida yoyote, unaweza ukakaa ukanifuata tukakaa tukazungumza. Sinaelewa Anita. Kuliko ni kukaa peke yako, kama pweke, unasononeka hapa na hapa, haipendezi na sio vizuri. Sawa Anita. Kuna lolote labda utakuongea. Siri, sawa. Kwa hivyo kusema kweli najiona kabisa dunia nimeibeba, kwa sababu nikiangalia nyumbani nilipotoka matatizo, huku pengine nimefika ndio hivyo. Usiseme Anita, naelewa situation unayopitia, sawa? Na ndio kishindo la mmoja utafukuzwa kazi. Kwa hiyo kuwa huru, sawa? Mimi nipo. Sina wasiwasi wote, okay? Sawa. Basi vizuri. Samahani Anita, kuna jambo nataka nikuulize ila okay, anyway. Acha niulize. Hivi kuna mahusiano yote labda kuuliza uko na mpenzi labda na tunaishi naye? Nitaka kujua tu hivyo mama, najua sisi wenyewe kazi zetu hapa pengine naweza tukakaa na kuhusu sana, kumbe nyumbani na majukumu mengine. Kwa hiyo nikaona sio mbaya kuuliza hivyo. Jina langu tunijue. So yupo ama nimeolewa. Moyo sukuma damu, kishindwa sukuma chapati. Sijeka ushadamu, nishasema mapenzi sataki. Unapenda vitamu, unajifanya mswaki. Yana faida gani hayo yalishinda Bugatti Manara? Hivi kabila gani wewe moyo, mbona king'ang'anizi? Mzaramo Mgindo Mpogoro, mbona king'ang'anizi? Yataniua mimi siyawezi mapenzi, yataniua.
yataniua, yataniua, misiwezi mapenzi yataniua, kazi ndio kuja kwa mwanangu, nataka kuniambia shangu nimekuja. Wewe mwanangu, nakwambia kitu kimoja. Mimi ndo maana mwanzo nilikuuliza uniambie ni msichana gani ambaye wewe unamtaka. Unajua nakujua vizuri sana kwa malaya mwanangu. Wewe mzinzi unajua. Kwa hiyo mimi mwanangu. Mimi ndio. Wewe mzinzi bwana. Mimi si niseme tu ukweli, nikataa leo. Mimi kama nifukuza kazi nifukuze, wewe mzinzi bro. Ila mimi sasa hivi. Yule kwa leo ndio anamnyaa kabisa ondoa. Sawa? Yule ana mume wake ondoa, afu usichokijua ana ukimwi. Ana ukimwi yule. Mama mtaka wewe. Mama unaweza kupata rafiki yangu. Sasa mwanangu wewe. Kaka usichokijua sasa hivi waliona ndo wabovu. Basi hivi wanaona sasa hivi ndo tumeharibika. Fanya hivi. Nipigie sasa. Nishi. Kama unanipinga na hapo ndo nitajua wewe unanipinga. Kama vitu fulani hivi kwa chama. Okay. Basi uko nje mwana. Sema mama, sasa mimi na mudu. Namweza. Afungu mimi yule achomoi. Unyesu muona vile mnyama ulivyojaa, mimi ningekuwa nimetaka kumaududu. Maunyama. Aga. Madudu makubwa kubwa. Mamende makonokono. Mafunza maneno yale. Fanya. Basi haina mama mwana. Samona kama unaingiza mkono kwenye mfuko kuna ganda. Lete watoto. Moyo sukuma damu, kishindwa sukuma chapati. Usije nikausha damu, nishasema mapenzi sitaki. Unapenda vitamu, unajifanya mswati. Yana faida gani hayo yalimshinda Bugatti Manara? Hivi kabila gani wewe moyo, mbona king'ang'anizi? Mzaramo Mgindo Mpogoro, mbona king'ang'anizi? Yataniua, misi hawezi mapenzi yataniua. Oh, yataniua, misi hawezi mapenzi. Lakini mwanangu rafiki yangu ananifanyia hivyo. Fanya nini? Amenileta hapa kwa lengo la kufanya kazi. Dasio mambo mengine. Sasa inavyoonekana kama vile anataka kuniuza. Moyo sukuma damu, kishindwa sukuma chapati. Usije nikausha damu, nishasema mapenzi sitaki. Mambo ni. Samahani ndio nikushtua ila. Nikushtua sana. Bila samahani. Sio karibu, kuna jambo nataka tuzungumze kidogo bana. Kaka yuko nazo kusema. Asante. Whoa.
Wewe Anita, njoo. Unapita kama unioni. Ndio unakuja unakuja kazini kweli? Unakuja kazini? Kwa sababu wanasema chezea hela usichezee kazi. Sasa unakuja kazini saa hizi. Kweli. Shida nini? Kwani umechelewa? Nisamehe bosi. Nilikuwa na foleni barabarani ndio maana nimechelewa kufika. Sasa foleni, Anita. Hapo mimi can't understand you kwa sababu unakuwa siku nyingi tu. Kwa nini usipigie kidumu? Akulete Joseph Lucas. Wale wote wale si bora kijiweni pale. Unashindwa kupanda pikipiki ina maana umetoka Mpiji mpaka hapo umetembea kwa miguu. Unakwenda ndevu. Sasa hii ni shida. Chezea pesa ila usichezee kazi. Mimi nataka wafanyakazi wangu wawe very active. Bila nusu umeshafika hapa kazini. Sawa. Nakulipa mshahara. Amen. Nenda katika kazi zako. Njoo. Sorry. Na swala kukuuliza lingine. Hivi ile juisi ile nilikuta kwenye friji ndio umeenda. Nauliza swali. Mbona umeandaa juisi? Wewe? Ndio bosi, kwa nini shida? Congratulations. Hongera sana. Juisi iko nzuri kweli, very delicious. It's very nice. Sasa unajua ukifanya kazi kama hivi mambo yatakaa sawa tu. Sawa. I really enjoy your juice. It was nice. Sawa. Kwa hiyo enda kaendelea na kazi. Enda. Sorry. Njoo. Mdogo wangu. Isco. Sawa. Sio kama sioni. Naona. Yuko very close na wewe. Yuko karibu sana na wewe. Sasa nakupa wosia. Na ushike kwa akili yako. Fanya kilichokuleta. Mdogo wangu mimi namjua. Macho juu kama mamba yani samaki apishi chambo. Kwa hiyo kuwa makini naye. Sawa. Akikuletea mambo yake I love you please let me know. Umeelewa vizuri? Alafu kingine kwa sababu umeambiwa kuchelewa nitakuunganisha na bodaboda mmoja hivi. Kuni anakaa huko kwenu. Ni bodaboda wangu hapa anataka mizigo hapa nyumbani kwangu. Tutakuunganisha naye atakayefuata leo jioni. Huyo ndiye atakayefanya kwenda kila siku. Na hiyo pesa atatoa mimi. Haipo nje, iko nje ya mshahara kama bonus. Sawa. Asante sana. Sasa hebu sogea mpaka hapo kwanza. Njoo sogea hapo. Pita taratibu unaenda kazini kwako. Unaenda kumaliza kazini kwako mimi nasubiri chai hapa saa hizi ampe. Nitaka nitoke. Pita uende. Mdogo vipi? Mambo yanaendaje? Uko poa? Hapo umetoka nini? Niko peke tu. Yaani wewe mimi nakuzidi umri sio? Najua. Lakini wewe unazidi kitu kimoja. Unataka nikwambie? Wewe unazidi zambi. Ila kweli mimi umri nakuzidi. Ila kwa zambi, wewe unazidi. Sasa nakwambia ndio kweli. Okay, sawa. Sikia. Jamani, issue ni kwamba yule jamaa umpata. Kwa kumpeleka kazini kama chawa. Mshatafuta kumpata. Yule jamaa naweza kusema kwamba jambo liko vizuri. Na jambo limeelekea. Sasa jambo ka process. Yaani in short process iko vizuri. What do you mean jambo liko vizuri? Ina maana tayari umeshapata.
Anaitwa nani? Kashapatikana. Ila nataka kwanza nimridhie mimi mwenyewe kwanza kabla sijamleta kwako. Ndio maana nakwambia haijakamilika kwa 100%. Ila yupo tayari. It's okay. Kwa hiyo nategemea kumuona nini? Nataka nimuone kabla sijampeleka kule. Jambo likiwa sawa mimi nitakufahamisha kila kitu. Lakini jitahidi. Kama unajua nienda hivi. Sawa, kama Simba bila mwenda hivi. Nafikiri Simba sports au shahada sana hivi. Na teki bao na. Pause. Sawa. Basi ukitoka ile gari nyingine niachie. Gari nitaenda. Hapo la jambo moja hivi. Nitakwambia siku nyingine. Au nikwambia sasa. Mosgate wote duniani mbamba. Mbona mnene wao pale. Poa. Mafishi alinambia sikutaka kumsikia. Mapenzi sio. Naendelea na usafi kidogo, ndio. Anita. Nimekuja hapa. Kuna maswali kwa polisi. Kuhusiana na mmeo. Wewe ndio kama mwana kazi, ndio. Sasa hapa kuna jambo limetokea, ila kikubwa tu kuelekea makubaliano kati ya mimi na wewe. Sasa sio tayari. Okay. Nalika uko taratibu tutaelewana. Okay. Kule ofisi kakaangu, sasa nataka kupata kazi. Na huko ndio nimeona kazi, kwa hiyo umeona hii ni fursa kwake. Kwa hiyo pia na katika maisha yenu itawanyanyua kidogo, itatoka katika ile jambo la umaskini. Sasa nachokita Anita, ngoja nitajua kwa nini sasa kidogo. Hiyo tu basi. Okay. Sawa. Najua kwa sasa kujibu itakuwa ni ngumu kwako. Ila tu kumbuka kwamba endapo utakubaliana na hili jambo, mbao utakuwa umepata kazi, mtaishi katika maisha mazuri yenye kujivinjari katika hii dunia. So, akili ni kwako, akili ni kichwa, chagua kunyoa au kusuka. Utakuwa na jibu, muda wote unatoka niambie. Niko tayari, okay? Tabasamu kidogo, Okay. Niko sebuleni. Mafishi alinambia sikutaka kumsikia. Mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu Nisalapa. Mimi nakueleza kwa sababu najua tabia zako. Najua tabia zako. Sasa sikia. Unajua ile issue iliyokuja kazini? Ya kampuni ya Tejo. Yes. There you are. Sasa. Yeah, you are very correct. Yes. Sasa, unajua nini? Ile pesa yote mimi na akili sana najua. Siwezi kuiweka kwenye akaunti yangu. Watanishtukia. Halo ofisini. Kuna jamaa mmoja anaitwa Sasungula. Anapenda kulipa access account. Sasa access anakuta empty. Access anakuta empty. Wewe usiku wote wote. Unaonaje kama niweke katika bank account yako? Kwa sababu account za admin. Account yangu ni yes. Ila yote. Ni jamaa hata kupiga picha hivi anakuta mambo yako vile. Ndio. Mafishi alinambia sikutaka kumsikia. Mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu alinambia sikutaka kumsikia.
Dadi, mapenzi hayawezi tafuta noti. Moyo sukuma damu, kishindwa sukuma chapati. Usije nikausha damu, nishasema mapenzi sataki. Unapenda vitamu, unajifanya mswati. Yana faida gani hayo yalimshinda Bugatti Manara? Hivi kabila gani wewe moyo, mbona king'ang'anizi? Mzaramo Mgindo Mpogoro, mbona king'ang'anizi? Yataniua, misi hawezi mapenzi, yataniua, oh yataniua. Ni surprise sana wewe. Nisikia raha nikasema mwanangu siku nyingi sijaenda kuwaona. Ngoja leo nikawaone. Jambo lakini. Jambo, sio kwa kutoka nje. Si hatujambo, wazima. Sio kwenu tu. Po vipi sijui. Si kama tuko vizuri. Ila tuko vizuri lakini. Tuko salama tu. Masi tuko vizuri ila kuna changamoto kidogo. Changamoto? Ndio zinaendelea. Changamoto gani tena? Nipata changamoto kidogo mama. Nilifukuzwa, yani nimesimamishwa kazi. Kwa sasa mke wangu yeye akapata kidogo kisha afanya kazi za ndani. Sasa changamoto ilikuwepo kwamba muda anaurudi. Ile muda wake saa 6, saa 5, saa 6, saa 5, yani hivyo. Saa 6 mchana au usiku? Saa 6 usiku, yani mpaka sio huko kwa wewe mwanao hajarudi. Usiku? Masiala. Hiyo kazi umemruhusu wewe au? Mimi kwa sina jinsi nikabidi nimruhusu, lakini sema kweli yani hii hali. Maana nafanya kipindi kuvumilia lakini changamoto hapo. Unanipa mtihani huo. Yaani mkeo anafanya kazi saa 5 saa 6 ndo anarudi hapa nyumbani. Na saa hizi saa 5 bado hajarudi. Haki mimi nimefika muda nimepumzika huko nje. Hebu kwanza nipigie simu kwanza. Unampigia simu? Nijue yuko wapi mpaka saa hizi. Mtu mke wa mtu mpaka saa hizi hujarudi. Unategemea nini? Tabia gani hizo za ajabu ajabu? Na nikiongea mimi naonekana labda nina bubu sababu sina kazi. Yaani maana nikae kimya. Maana sasa nashaanza kujifunza kujibu tena. Kwa nini kujibu vibaya tu? Nitambua mimi. Ina maana simu ipo naye mbali au? Yaani maana kaza za wao hivi. So kama mpaka naye kupokelea simu maana yake nini? Sasa na wewe. Yaani wewe mke mpaka saa 6 saa 5 hajarudi, kwa nini usitupe taarifa wazazi wake? Yaani hata sijui kama ningeanzia wapi mama. Ungeanzia wapi vipi na si wazazi wake, kwa nini usitoe taarifa? Yaani vizuri sana muhimu kuja mjionea lakini ngoja nimpigie tena. Yaani mimi hata haiwezekani kabisa. Hizo tabia za ajabu ajabu kazitoa wapi? Unampigia mtu mara 2 na mpokee simu. Maana yake ni kitu gani? Huyu mtoto huyu. Okay. Hai. Mama hapo. Sihitaji hata salamu zako. Haya, mpaka saizi mke wa mtu unarudi wapi? Saizi? Kazini. Kazini? Kazi gani? Unaifanya mpaka saa 5 saa 6?
ya ndani. Kazi ya ndani? Huyo bosi wako hujamwambia kama una mume au? Nilimwambia mama. Sasa kwa nini mpaka saa hizi unarudi saa 6? Kazi ni nyingi ndio maana nachelewa kurudi. We, tena usiniambie kazi nyingi. Mwanangu nakujua wewe mvivu wewe. Tena wewe mvivu toka udogo. Kwa hiyo uvivu wako bado unaendelea tu. Yaani mume mpaka saa hizi hujarudi nyumbani. Unategemea mumeo anakula nini? Unategemea anampikia nani mumeo? Mbona anita mwanangu madhehebu ya ajabu wewe? Unategemea mumeo anakula nini? Mumeo anamwandalia nani huyu? Akikuolea mke mwingine? Mama. Akikuolea mwanamke mwingine utakuja kulia kwangu Mbona hujielewi wewe? Naomba uniambie, kazini mpaka saa hizi saa 6, ulikuwa unafanya kazi gani? Iliyokuwa ngumu mpaka saa hizi unakuja kwa mumeo? Mama, kazi ni nyingi pale. Kazi ni nyingi? Wewe mimi usimtanie. Umesikia Wewe usimtanie. Mimi sipendi tabia za ajabu ajabu. Umesikia? Sipendi tabia za ajabu ajabu. Hivi wewe kwa nini usikii wewe? Kwa nini unanitia aibu mimi wewe? Kwa nini unanitia aibu mimi? Mama, wewe kwa mume unarudi saa hizi. Ndio tulivyokufundisha sisi. Ndio tulivyokufundisha. Acha kabisa toka. Mama, toka wewe unataka nifundishe adabu. Hivi kwa nini wewe una adabu? Kwa nini una adabu nini? Kwa nini una adabu? Kwa nini una adabu? Mama. Kwa nini unanitia aibu mimi? Sasa mkiwa tunarudi saa 6. Mama nisaidie. Majirani wote wanamwona huyu kama zoba vile. Hivi una akili wewe? Sasa nakwambia, iwe mwanzo na mwisho. Tena usiniletee upumbavu wa kijinga. Iwe mwanzo na mwisho. Nisije naondoka mimi, nisije sikia mumeo ananiletea malalamiko tena. Ya wewe kurudi saa 6 saa 7. Kuanzia leo ukiamka, kesho ukienda kazini, basi mwambie bosi wako, mimi nataka nirudi mapema, mume wangu ananidai nirudi mapema. Umenielewa? Sawa. Umenielewa? Sawa. Sasa nije kupigiwa simu, unarudi tena saa 6 nakuja kukunyonga hii shingo yako hii. Kuwa na adabu pumbavu wewe. Alinambia sikutaka kumsikia, mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu alinambia sikutaka kumsikia. Kabla nituma mafuta mnaongea. Nisikilize basi. Nisikilize na tisa. Niko serious. Okay? Ongea basi na kusikiliza mama. Hiyo shughuli kwa kaka shamba. Japo shamba. Na sina maneno mengi ya kuongea. Nachohitaji sasa hivi. Nenda pale chumbani kwako. Chini ya Mungu akitaka. Kuna mzigo. Yaani sasa ile namba. Sasa unajua mimi mwanangu nashindwa kuelewa. 900. Una begi pale chumbani ndio nao kwa sababu muda kupoteza. Uniambie tunaenda wapi? Nichukue begi na nini? Kimebeba ngomu, haona mtu anafanya hapo yangu. Basi niwe basi niwe. Ya 9 nisikilize. Mimi niko hivi. Sasa kuna nini? Wewe peleke wengine. Hatuna muda kupoteza 900 fasta basi. Poa, nachukua mzigo na huyo polisi hapo afu nabeba mwenyewe. Fanya mafanya. Chelewa bro. Shika. Ndio kwa. Tunataka kumtana. Dakika 15 kwa kwenda hadi mzigo wako hapa. Mbona sielewi mwanangu? Hakuna shida mimi mwanangu. Unajua mimi nashindwa kuelewa shida gani. Naitwa Inspector Kasana kutoka kituo cha kati. Sitokea basi ngoja. Chini. Chini. Go down. Chini. Chini. Sawa, chini. Chini. Mkono juu. Hey, hands up, hands up.
Usuli basi nipiga na simu na sheria wangu. Sasa mwambie apigie mama. Una muda huo. Una muda huo. Mimi amenituma unafanya nini? Mimi sijui kesho unaenda kazi yako. Nadhani ushahidi umekamilika, tuendelee na shughuli nyingine. Aende tu asibishane na mafande. Sasa mimi ni kufanya. Hey, stand up. Stand up. Somebody to go. Mbona huyu mnaweza kumkamata tu mlinzi tu huyu? Huyu mlinzi tu huyu bwana. Mbona anakamata hapa? Jitambulishe. Sorry. Salimu unaniletea pelelezi nani ugongo? Mimi sijajua sasa. Mwenyewe huyu alikuja sasa. Ushapita mwaka bado usofulari, nini umepatwa moyo wangu kwenye mapenzi aliupiga mwingi, ninitakachwa ni kwa gani pili, kanilambisha asali yake nyingi, kanimaliza kabisa, Mama we akwaga na choyo, alinipa mimi shamba lake lote kulima, akanipa na moyo nilimuamini, nikazama mazima, nikazama mazima. Hivi kabila gani wewe moyo, mbona king'ang'anizi? Mzaramo, Mgindo, Mpogoro, mbona king'ang'anizi? Yataniua, mimi siwezi mapenzi, yataniua. Kuna singine mpaka nifiche. Unajua maisha ni mzunguko ambayo mwisho wa siku anajua hatima zetu ni Mwenyezi Mungu. Kuna kitu mnastahili kuelezea kabisa. Ngoma zamani sana. Mimi sikupata bado kukaa sana na babangu. Lakini katika muda ambao nilikaa na ndugu yangu, kuna siku nilipata taarifa kwa mzee alikuwa mali zake vizuri. Yaani kwamba ametapeliwa. Basi kwa sababu nafahamu vile kwa haikuingia sana. Lakini baada ya kupata ufahamu kidogo, nikajaribu kufuatilia ile kesi. Nikafuatilia, lakini kali na bwana polisi wanazungusha uchunguzi, ushahidi, sio nini. Kwa hiyo siku ile kesi nikafanya nikachana. Sasa baada ya kumaliza masomo ya shule na nini, nikabaliwa kupata kazi. Naamini kwa Mwenyezi Mungu ana kusudi yake. Nisema kwa kupata kazi, mtu ambaye mzungu babangu mali na yupo hapo. Ndio huyo unasababisha mpaka mimi nifukuzwe kazi. Kwa pesa mbaya kazi.
Na Mungu huyo ndio ambaye kufanya wewe ukaja kufanya kazi kwa nyumba hii. Nyumba hii ndio anakaa mtu wa polisi ndio mali zake. Yaani kama Mungu anakuzungusha. Ile siku ambayo unaletea ile video. Baada kuangalia ile video, nilimpelekea bosi, kumbe yeye anafuatilia jamaa muda mrefu sana. Ndio mbali tapeli watu wengi sana. Basi tunasikia kesi yangu na kuonyesha kwa watu wote ambao washauri kutapeliwa na mimi. Basi ndio hivyo. Unajua kupata nyumba ilikuwa nyingi sana zimepotea. Kile wao katika zimana mzee wangu alipelisiwa. Sasa ndio hivyo. Sasa hivi mambo. Akili nataka, moyo haukubali, unatapatapa ona ushapita mwaka, bado usofulari, nini umepatwa moyo wangu. Kwenye mapenzi aliupiga mwingi, ninitaka chwani kwa gani pili, kanilambisha asali yake nyingi, kanimaliza kabisa, kanimalizaga. Mama we